بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye ametuwafikisha kukutana katika siku tukufu yaumul jum'a. Walillahi alhamdu, na huu ni mfungo 8, na hii ni Ijumaa ya kwanza ya mfungo 8, lakini walillahi alhamdu, katika mfumo wa maisha tunayoishi katika dunia yetu, leo hii ni Ijumaa pia ya kwanza ya mwaka wetu huu, mwaka 2020. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni jambo kubwa sana Mwenyezi Mungu akikuwafikisha kuweza kupata siku nyingine, lakini kuweza kupata siku tukufu kama yaumul jum'a. Lakini tu kukumbuka kadiri siku zinapokuwa zinabadilika, basi na sisi wanadamu miaka yetu nayo pia inakwisha. Kwa maana kama ulikuwa una miaka 35, jua kabisa umri wako nawe pia unaenda kuishia mwishoni. Cha msingi ni kuzingatia yale ambayo tunayokumbushana kwa lengo na makusudio ya kuyafanyia kazi, ili tuweze kupata faida hapa duniani, lakini pia hata huko akhira mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Leo hii tutazungumzia kuhusiana na suala zima la watu kuweza kumiliki hasira zao, kuweza kumiliki ghadhab zao. Mwanadamu yoyote vile Mungu alivyomuumba ana kitu kinaitwa ghadhab, yani kuwa na hasira, lakini hakuna mbora sana kama yule ambaye anayeweza kumiliki hasira zake. Maumbile ya kibinadamu jinsi yalivyo, Mungu ametuumba katika sampulio, lakini mtukufu na mbora sana ni yule ambaye atakayeweza kuzimiliki hasira zake. Kwa nini? Hizo hasira zako zinaweza kukuhatarishia maisha yako, kwani zinaweza kukusababisha zikakupeleka sehemu mbaya, lakini pia inawezekana zikakuhatarishia hata maisha yako. Tumia jazba zako vizuri, zimiliki jazba zako, kwani jazba zako ukizipeleka vibaya zinaweza kukusababishia maafa makubwa. Maafa yenyewe imma maafa ambayo ukaisababishia familia yako, au imma maafa hayo ukamsababishia mkeo au watoto wako kutokana na jazba zako au kutokana na hasira zako. Kwani leo hii kuna matukio mengi ambayo yanazidi kutokea katika jamii zetu, imma yanafanywa na mwanamke au imma yanafanywa na mwanaume. Kwa nini? Miaka iliyopita, lakini pia hata siku za karibuni, kuna watu wamefanya mambo ya ajabu kutumia ghadhab zao, kutumia jazba zao. Miongoni mwao tumeona matukio, kuna mtu mwanamume alifanya tukio la kumuua mkewe, alimchinja, lakini kuna wengine waliwachoma moto wake zao. Haya yote yanatokana na jazba, yanatokana na ghadhab. Ghadhabu hizi ni ghadhab ambazo zinampelekea mtu kwenda kuhusiana na jambo ambalo linamshusha thamani, lakini pia inawezekana akaingia katika hatarishi ya kuwekwa katika kizuizi. Tuzitumie jazba zetu vizuri, tuzimiliki nafsi zetu, tuzimiliki jazba zetu, ili tuweze kupata mafanikio. Na hili kutokana tuna muongozo kupitia Al-Qur'ani Al-Karim, lakini pia tuna muongozo kupitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi ambayo ni muttafaqun alayhi. Ameipokea Abu Huraira. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashadidu bisura, hakuna yule ambaye mwenye nguvu, kwa maana ya nguvu nafsi yake kipindi ambapo atakapokuwa ana hasira, atakapokuwa ana jazba. Huyu ndiyo mtu mzuri na ndiyo mtu bora. Mtume Muhammad anatuhusia kuhusiana na suala zima la kumiliki jazba zetu. Ewe baba, ewe mume, ewe mke, ewe kijana, ewe binti, ebu miliki jazba zako. Usia huu ni usia ambao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuhusia mimi na wewe. Ni kiasi gani tukiweza kumiliki hasira zetu tutaweza kufanikiwa, kwa sababu jazba zinaweza kukupeleka sehemu mbaya sana. Ukilichukulia hili, lichukulie vizuri sana. Alafu nataka nimlete leo mtu mtukufu katika watu watukufu, si mwingine
isipokuwa ni Nabii Allahi Yusuf. Yusuf alipatwa na mengi sana kipindi ambapo alipokuwa anaishi katika ulimwengu wa kidunia, na pia kipindi ambapo lilipomkuta pigo la kupigwa na ndugu zake na kudhalilika na kufanywa katika mambo mabaya mabaya. Lakini Yusuf huyu alikuja akazimiliki jazba zake, alikuja akatulia, lakini pia akawasamehe ndugu zake wale wale. Hebu tazama, huyu ni Nabii Allah Yusuf, anaweza kumiliki mamiliko ya nafsi zake, kwa maana anaimiliki nafsi yake kutokana na jazba, kutokana na hasira. Na wewe hebu chukua mfano wenyewe unachukua kutokana na wale ambao tayari walitokewa na matukio. Tukio hilo halijaanza kukupata wewe, bali liliwapata hata watu wengine. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kipindi ambapo anaishi katika mji wa Makka, Mtume alikutana na mambo mengi sana. Miongoni mwa mambo ambayo alikutana nayo, alikutana na watu kumtukana, watu kumfedhesha, watu kumdhalilisha. Na siku moja kuna mtu mmoja alikuja wakati Mtume anafanya ibada, Mtume anasali, yeye alikuja akamtupia kinyesi, akamtupia mambo mabaya mabaya. Achilia mbali hili, lakini kubwa ni hili. Kuna mtu mmoja alikuwa kazi yake yeye ni kwenda katika nyumba ya Mtume, alafu asubuhi ile kabla Mtume ajaenda kusali, yule bwana anaacha uchafu, kwa maana anaacha kinyesi katika mlango wa Mtume. Na Mtume alikuwa yeye akitoka anasafisha kila siku. Siku moja miongoni mwa siku yule bwana kuhudhuria katika nyumba ya Mtume kwenda kufanya ule uchafu. Mtume akamgundua kwamba huyu ni mtu fulani, akaenda kumtembelea na kumwambia, mbona leo hujakuja kufanya kazi ile? Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anazidhibiti ghadhab zake, anatuhusia mimi na wewe, na kuhusia ndugu yangu pamoja na kuhusia nafsi yangu, miliki ghadhab zako, miliki hasira zako. Ukiweza kumiliki hasira zako, wewe utakuwa ni mtu bora sana, na utakuwa mtu ambaye uliopata mafanikio makubwa sana. Kinyume chake, ukikosa kuzimiliki ghadhab zako na hasira zako na jazba zako, utasababisha mambo makubwa sana. Mathalan, leo hii linaweza likatokea jambo, ima hilo jambo alikufanywa katika utaratibu mzuri, ima wa kidini, au limefanywa jambo hilo katika utaratibu wa kidunia au katika mfumo wa kijamii. Utawaona watu wanaanza kutoa maneno machafu, maneno ya jazba, maneno ya ghadhab. Hebu fikiri kwa umakini, kwa sababu Mtume anatuambia laisa shadidu bisur'a inma shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda alghadab. Kwa maana mbora katika wale ambao wanaweza kumiliki wakati ambapo ameghadhibika, wakati ambapo amepata hasira. Ukipata na hasira, jaribu kumiliki nafsi zako. Na ndiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Abu Huraira, ukitazama katika 40 an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi ameiweka hadithi hii, lakini pia imepokelewa katika sahihi Muslim. Alikuja mtu mmoja kuja kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, ausini, ewe Mtume, niusie kitu, niusie jambo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la taghdab, usighadhibike. La taghdab, usighadhibike, usiwe na ghadhab. Na hii ni nahi, kwa maana linapokuja tamko la nahi linakuwa imma ni haramu au imma inakuwa katika mlango wa karaha. Kwa maana hizi ghadhab zetu tunazotumia, ikiwa huyu mtu alikuja kwa Mtume kumwambia Mtume amuhusie, na mimi leo hii nachukua fursa hii kutokana na mazingira ambayo tunaoishi katika ulimwengu wetu wa kidunia. Watu leo hii hasira zao, jazba zao ndio zimekuwa zinachukua nafasi. Inafikia wakati baada ya tukio hilo kufanyika, mtu sasa akili imemrudia, ndio anakuja kukumbuka, kumbe hili nililifanya kwa hasira, kumbe hili nililifanya kwa ghadhab. Mtume anatuhusia kuhusiana na swala zima la kutuliza ghadhab zetu, kutuliza hasira zetu, kwa maana majuto ni mjukuu. Waswahili wanasema majuto ni mjukuu. Baadaye ushakuwa tayari umekamatwa, sasa uko chini ya dola, ndio unakuja kukumbuka sasa, kumbe hichi nilichokifanya hakikuwa kitu sahihi. Ukiwa kama mwanadamu, ukiwa kama mpenzi wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chukua usia huu, usia ambao una faida sana katika mwaka wetu ambao tumeingia. Lakini tukiwa ndani ya mfungo huu, mfungo 8, tukiwa katika Ijumaa yetu ya kwanza, tupunguze ghadhab zetu, tutulize hasira zetu. Ewe baba, ewe mume, ewe mke ambaye uliooa, tumia vizuri kuzimiliki hasira zako.
Hasira zako ukikosa kuzitumia vizuri zitakuletea madhara makubwa. Tunaona watu wengi leo hii, imma mume anampiga sana mkewe, inafikia wakati kule kumpiga mkewe mpaka network ya mwanamke inaondoka. Na Mtume ametukataza kuhusiana na kuwapiga wanawake. Kuna watu wanawapiga wake zao usoni. Mtume amekataza kumpiga mkeo usoni. Hili ni tamko ambalo Mtume ametuelezea. Lakini leo hii kuna watu wanatumia ghadhabu zao. Ewe mume, ongoza familia yako kwa kutumia hikma, kwa kutumia nidhamu iliyokuwa nzuri, ndiyo utapata ufalme uliokuwa mzuri. Lakini pia hata wewe ambaye ni kiongozi, usitumie ghadhabu zako kwa kuwa tayari una kitu ambacho unachokimiliki. Punguza hasira zako, tumia hikma, tumia nidhamu katika kuwafikishia watu, ili watu wao utawakontrol vizuri na watakuelewa juu ya kile ambacho unachokisema. Ewe ambaye leo hii unanitazama kwa umakini, unanitazama na kuzingatia haya ninayokueleza, tumia hasira zako katika kuzimiliki. Ukiweza kuzimiliki, utakuwa ni mtu sahihi katika maisha ya ulimwengu wa kidunia. Lakini achilia mbali, hata katika ulimwengu wa kiakhira, matukio yanayotokea ni matukio ya udhalilishaji ambayo yanasababishwa na chanzo kubwa za watu kuwa na ghadhab, kuwa na jazba, kuwa na hasira. Inafikia hadi leo hii kuna vitu vinaonekana ni vitu vya kikawaida, lakini sio vitu vya kikawaida. Kadri siku zinavyozidi kwenda, vitu hivi vinaleta athari kubwa sana katika jamii yetu, kwa sababu tuna watoto leo hii, tuna watu ambao wanatuangalia sisi ndio mfano. Ewe mume, wewe ni mfano. Ewe baba, wewe ni mfano katika familia yako. Jua kabisa kile unachokifanya, ikiwa utatumia ghadhab, na mtoto wako naye pia atachukua hivyo hivyo, kwa sababu al-irqu dassas, kishipa huwa kinagonga. Kile kishipa itafikia wakati mtoto ataamini yale unayoyafanya katika kumpiga mama yake ni jambo la kawaida, naye atafikia wakati akishaoa naye atakuwa anampiga mkewe kwa sababu aliyaona kupitia kwako. Na jamii yetu leo hii inajengeka katika mazingira haya. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuondolee sifa ya kuwa na ghadhab, sifa ya kuwa na jazba, kwani huku ndiko ambako kutaweza kutufanikishia. Lengo na makusudio ni kukaa katika njia iliyonyooka, na ndiyo maana tunakumbushana. Kule kukumbushana ni lengo na makusudio tukae katika njia ya haki, njia ya siratan mustaqima, ndiyo njia ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwafikia. Lakini pia tukiwa pamoja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye ndiyo kiongozi wetu anayetuelekeza. Na leo tumepata faida kupitia hadithi sahihi, hadithi ambayo ameipokea Abu Huraira, ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, laysa ash-shadidu bis-sur'a, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Hakuna mwenye nguvu ikiwa mwenye nguvu ya kikweli kweli, ambaye ana haraka ya kikweli kweli, ni yule ambaye anaweza kumiliki nafsi yake kipindi atakapokuwa katika hali ya kughadhibika. Unapokuwa katika hali ya kughadhibika, tumia hasira zako kuzipunguza, tumia akili yako katika kufikiri, kwani ghadhabu inapokuja akili huwa inaondoka. Chukua mfano huu, Mtume ametuelekeza, unapopatwa na hasira basi sema maneno haya, a'udhu billahi minash shaitani rajim, kwa maana unamkemea, unamkatisha shaitani, kwa sababu ghadhab zinatokana na shaitani. Lakini pia Mtume akatuelekeza, ikiwa mtu umekasirika wakati umesimama, basi kaa chini. Ikiwa umekosa kukaa chini, basi lala. Lakini pia Mtume akasema, ukiwa umepata ghadhab sana, kunywa maji, chukua maji yanywe. Lakini pia ukiona umeghadhibika sana, nenda katia udhu. Lakini ukishamaliza kutia udhu, swali rakaa mbili, muombe Mwenyezi Mungu akupunguze. Huu ni usia wangu katika Ijumaa yetu ya mfungo 8, lakini ni Ijumaa ambayo ya mwaka mwingine, mwaka 2020. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwafikishe, Mwenyezi Mungu atukubalie kila kile ambacho kilichokuwa cha kheri, lakini Mwenyezi Mungu atuondoe katika nafsi zetu ghadhab, tupunguze ghadhab ili tuweze kupata saada hapa duniani na mpaka kesho akhira kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama alaina illa albalaghul mubin wal afwa minkum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.